Uhali gani mtazamaji wa Town TV? Ukiwa unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uweze kupata habari na info mbalimbali. Leo nakuletea mambo 6 ambayo hupatikana baada ya Papa kufariki. Jambo la kwanza ni uthibitisho wa kifo. Chamberlain wa kanisa takatifu la Roma ndiye mtu pekee anayethibitisha rasmi kifo cha Papa kijadi. Papa anapofariki na madaktari kuthibitisha, Chamberlain usimama kando ya mwili wake na kumuita Papa kwa jina lake la ubatizo mara 3. Akijibu, basi Papa yu hai, na asipojibu, basi bwana Chamberlain anakuwa na nafasi ya kwenda kutangaza kifo cha Papa. Namba 2, kuvunjwa kwa pete ya Papa. Hatua pili ni kama wengo kuivunja pete ya Papa. Papa huvaa pete maalum ya kitume ambayo hujulikana kama fisherman ring, pete ya mvuvi. Inaitwa hivyo kurejea wito aliopewa Petro ambaye alikuwa mvuvi, na Yesu akimwambia, tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Papa huvaa pete hiyo kushika daima agizo la Yesu la kuwa mvuvi wa roho za watu. Pete hiyo hutumiwa pia na Papa kutia muhuri katika nyaraka rasmi za kanisa zinazohitajika uthibitisho wake. Baada ya kifo cha Papa, pete hiyo huvunjwa mara moja kwa nyundo na kuonyesha mwisho wa uongozi. Namba 3, kupigwa kwa kengele maalum ya maombolezo. Kengele katika Basilika ya Mtakatifu Petro hupigwa mfululizo kwa mlio maalum wa huzuni na maombolezo, kutangaza na kuashiria kifo cha Papa kwa ulimwengu mzima. Makanisa kote ulimwenguni yanaweza pia kupiga kengele zao baada ya kengele hiyo kwa taarifu waumini wote juu ya msiba mkuu uliolipata kanisa hilo. Namba 5, siku 9 za maombolezo. Baada ya kifo cha Papa hufuata siku 9 rasmi za maombolezo ziitwazo Novum Dies. Mwili wa Papa huwekwa wazi katika Basilika ya Mtakatifu Petro, Vatican, kwa ajili ya kutazamwa na watu na kufanyiwa maombi. Namba 6, mazishi. Mazishi ya Papa hufanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican. Kwa kawaida mapapa huzikwa kwenye makaburi maalum ya mapapa yaliyopo chini ya Basilika ya Mtakatifu Petro, ingawa Papa mwenyewe anaweza kuomba ama kuchagua azikwe eneo jingine. Mfano, Papa Francisco kupitia usia wake alioandika tarehe 29 Juni 2022 na kukabidhi kwa Camerlengo, aliomba kuzikwa katika kanisa kuu la Maria Maggiore, na hivyo anakuwa Papa wa kwanza kuzikwa nje ya mji wa Vatican katika kipindi cha zaidi ya miaka 100 iliyopita. Hivyo Papa Francisco hatozikwa katika Basilika ya Mtakatifu Petro, bali atazikwa katika kanisa kuu la Maria lilipo nje ya mji wa Vatican. Kiti wazi au sede vacante. Sede vacante humaanisha kiti kiko wazi, yani kiti cha Papa kipo wazi. Wakati huo sede vacante hakuna maamuzi yoyote makubwa yanayochukuliwa wala mabadiliko makubwa yanaweza kufanywa katika kanisa bila uwepo wa Baba Mtakatifu ambaye ndiye huidhinisha maamuzi yote makubwa yanayohusu kanisa. Ni mimi gwiji la historia, si mwingine Chonga Vinyago. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.